Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV kwenye kituo chako bora kabisa ambacho kinakupa update zote za kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Utakuwa nami Hussein Hamisi Ushanga, niko na mwenzangu Noel Noah kuziangazia habari zote za kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ukienda Instagram napatikana kama Hussein Ushanga 28 na Noel anapatikana kama Noel Mwaseko kwenye mitandao yote ya kijamii. Unaweza ukaenda kwenye YouTube channel yetu ukasubscribe, andika tu Ushanga TV ukasubscribe, ukaview subscribe, comment kule. Comment yako ni muhimu sana. So taarifa tulizo nazo hapa kwenye kituo chetu bwana, Tabora United wagomea mchezo tarehe 18 bwana. Yanga na Simba wako kibaruani. Simba yuko KMC, Yanga yuko Mbeya. Na tutaangazia tetesi za usajili zote tulizo nazo hapa. Kuna Fafana, kuna Asabada, kuna Soa, kuna Kilimugisha. Kana sisi mwanzo mpaka mwisho. Tunaenda break fupi, tukirejea tunaanza na taarifa moja nilizokujuza hapo. Endelea kuwa nasi. Unaweza ukaenda YouTube ukasubscribe, usisahau ukaenda Instagram kaandika tu Hussein Ushanga 28 unanipata kiuzuri kabisa. Unaandika Noel Mwaseko unampata kiuzuri kabisa huko mitandao yote ya kijamii. Selenity's Best Handicare Company ni kikundi cha ujasiriamali kinachojihusisha na uzalishaji pamoja na usambazaji wa mikate aina ya ndizi. Mikate yetu inazingatia viungo vya asili kama vile mayai pamoja na maziwa. Isitoshe, bidhaa zetu hazina mchanganyiko wa kemikali yoyote ile inayoweza kusababisha madhara kiafya. Karibu Selenity's Best Handicare Company kwa bidhaa bora na rafiki kwa afya yako. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0616926070. Mpenzi msikilizaji wa Ushanga TV, tumerejea tena kuzichambua habari zetu zote ambazo tulikujuza hapo mwanzo. Usisahau tunaenda YouTube, andika Ushanga TV, zeni subscribe, ucomment hapo, afu uende Instagram napatikana kama Hussein Ushanga 28. Unaweza kunifollow kiuzuri kule, na mwenzangu anapatikana kama Noel Mwaseko, unampata kiuzuri kabisa. FB, TikTok unampata kiuzuri kabisa. Na hapa tunaweza kuziangazia habari zote ambazo tulikuhabarisha hapo mwanzo, na hapa tunaenda kuzichambua kuwa na si mwanzo mpaka mwisho ili upate taarifa zilizo sahihi zaidi. Bwana Noeli, mambo vipi? Bwana safi, tunamshukuru Mungu, sisi tuko safi kabisa na mambo mengine pia yanakwenda. Familia ziko vizuri. Hofu kwako tu mzee. Bwana mimi niko poa kabisa, kama unavyonisikia hapa sauti iko ina nani kabisa, manake mambo sio mazuri. Mambo sio mabaya, mambo ni mazuri sana. Bwana, tumekutana tena hapa kwenye kituo chetu bora kabisa ambacho kinakupa habari zote za kimichezo. Na hapo mwanzo tulikudokeza kuwa tarehe 15 Tabora United alikuwa anatakiwa acheze na Azam FC, lakini wachezaji wa Tabora United wagomea kusafiri na timu hiyo, wakilalamikia kuwa wakistaki kuwa posho zao za miezi miwili hawajalipwa mpaka sasa. Na mpaka sasa wako Tabora, afu mchezo unachezwa tarehe 18 ambayo ni Jumatano, wanacheza dhidi ya Azam FC pale Complex. Hili mikaje bwana Noel? Taarifa zimetoka kwamba Tabora United wamefikia mpaka leo wameshindwa kusafiri kufika Dar es Salaam kwenye kituo cha mchezo. Kinachotokea ni kwamba vilabu vingi vinajaribu kushindana na vilabu vya Simba na Yanga kwenye investment. Ndio maana kwa sasa hivi huwezi kushangaa kuona timu kama za kina Singida pia na wachezaji ambao ni professional, lakini pia Tabora pia wachezaji ambao ni professional. Wachezaji wanahitaji pia kuishi maisha mazuri wanapokuja kwenye timu yako. Wanahitaji mishahara mizuri, lakini pia kutrain pia kwenye maeneo mazuri. Kwamba timu inapojaribu kushindana na Simba na Yanga kwenye kutafuta wachezaji wazuri, wanasahau kitu kimoja, kwamba Simba na Yanga wana mabavu ya kifedha, kwamba tunaweza tukachukua wachezaji wakizao hata 12 lakini pia wakigeni hata 12, lakini pia uwezo pia kuwalipa tunao. Kinachotokea kwa vilabu vya mid table kama Tabora ni kule kutaka kushindana moja kwa moja kwa haraka, na kujikuta wanashindwa kuenda wachezaji wengi ambao wanakuwa nao kigeni, kwa sababu unakuwa na wachezaji karibia 8 mpaka 9 ni wachezaji ambao wanataka mishahara kwa wakati. Mtu kama Makambo anataka mshahara kwa wakati. Sasa unakuta timu kama timu kuweza kuafford kwa wakati na kwa shida, na wachezaji ambao unakuta wametoka nje
hawana mapenzi na timu yoyote kwa hapa ndani. Wao wanachokiangalia ni kutaka pesa kwa haraka. Kwa hiyo ambacho ndio kifanyike kwanza kwa hivi vilabu kwanza ni kufanya utaratibu mdogo mdogo kwamba siku zinavyozidi kwenda tuendelee kuongeza wachezaji, lakini kwa mwanzo tukiwa waanze kwanza na wachezaji wachache, 3, 4, 5 na kwa mwisho. Lakini mnapoweka wachezaji wengi kwenye timu, wachezaji karibia 8 mpaka 9, alafu timu bado haina vyanzo sasa hivi vya kupata pesa, lazima pia wasumbue kwenye kuongeza mapato. Lakini ukirejea kimchezo ni lazima wacheze, kwa sababu kama watashindwa kucheza ni lazima kwamba wataingia kwenye ile kanuni kwamba hata watapewa point 3, lakini pia wao pia watapokonywa alama 15 ambazo ukiangalia alama 15 sio kitu. Kwa hiyo Tabora walichokifanya, kama wewe mzazi au baba unazaa watoto wengi ambao wanakosa matumizi. Ndio maana yangu ni kwamba sawa, timu zinataka kushindana na vilabu vikubwa kama Simba na Yanga. Hatukatai mpira unataka investment, lakini lazima ufuate utaratibu wa kuona kwamba namna gani nikatoka sehemu moja kwenda eneo jingine. Cha kufanya kwamba ni lazima uanze kwanza na wachezaji wachache, lakini kutoka kushindana na Simba na Yanga na wachezaji 8 mpaka 9 mpaka 10 wa kigeni, afu huna uwezo wa kuwaendesha kwa hiyo mishahara, kitu ambacho ni kigumu. Kwa timu zingine ambazo zinasikia ni kwamba mwanzishe kwamba mnaanza kwanza taratibu, kwamba tuanze hata na wachezaji 3, 4, 5, afu baada hapo mbeleni kishakuja kupata kipato kikubwa tuanze kuongeza wachezaji. Lakini kitendo cha timu kama Tabora kwa wachezaji karibia 7 mpaka 8 wa kigeni, afu pesa za kuendeshea timu na kwa lazima mfike huko. Lakini kama mkijipanga mkiwa na pesa mnaweza pia mkamilika wachezaji wengi zaidi. Kwa taarifa hiyo ndo tumemaliza hivyo na tunaondoka, tunaenda kwa taarifa nyingine. Changa TV unaweza ukaenda kwenye Instagram kule ukanifollow, napatikana kama Hussein Ushanga 28, unanipata kiuzuri kabisa. Yaani mitandao yote natumia kama hivyo. Na huyu mwenzangu Noeli Mwaseko anapatikana kote hivyo. Taarifa nyingine tulionayo hapa, Yanga anaendelea mazoezi kumvaa Tanzania Prisons. Bwana, huu mchezo unazungumziaje bwana Noeli? Ni moja ya mchezo ambao utakuwa ni mchezo mzuri kutokana na mahitaji ya timu zote mbili. Inawezekana ukienda kwenye madaraja ni madaraja mawili ambayo inawezekana hayafanani. Yanga iko nafasi ya kwanza anapambania ubingwa, lakini Prison iko nafasi za chini ambazo anatamani kuchonga kule chini at least aje huko juu. Kwa Prison yuko nafasi kama ya 14 basi ya 13. It means anataka mchezo inawezekana apate matokeo ili kuchomoka kule juu. Lakini Yanga inawezekana akatamani zaidi kwenda kupata matokeo kwa sababu mchezo wa mwisho atakuwa dhidi ya Simba, na faida yake ni kwamba kama atapata matokeo kwenye mechi mbili ya Tanzania Prison lakini pia mechi dhidi ya Dodoma Jiji, timisa anaenda kuandaa mazingira mazuri zaidi kuelekea mchezo wa Simba na Yanga. Lakini ukirudi kiufundi zaidi, bado mimi naendelea kuwapa nafasi zaidi Yanga kupata matokeo kutokana na timu walionayo, lakini pia mchezaji mmoja pia, lakini pia mahitaji ya mchezo wao kama wao. Prison pia mahitaji yao pia inawezekana kwamba wanaweza kuwa wanataka mchezo kwamba tupate matokeo mbele ya Yanga, lakini mamlaka ya kuchukua mchezo inaweza ndo wakawa hawana kutokana na quality ya Yanga, lakini pia mahitaji ya Yanga kwenye mchezo usiku. Labda ambacho kitapunguza baraza ya mchezo ni kwamba Yanga anakwenda kucheza ikiwa away, sio nyumbani. Uwanja wa Sokoine ni uwanja ambao sidhani kama unakuhusu kucheza ule mpira ambao Yanga anautaka. Labda kwa kusema kuwa Yanga yani hatutopata laza nzuri ambayo tunategemea kuipata kutokana na wachezaji wa Yanga wamezoea uwanja ambao uwanja mzuri, kapeti nzuri, uwanja unatembea pasi moja nini. Kwa hiyo kule Sokoine Mbeya huo uwanja uruhusu kutokana na ukarabati na ndio ubora wa ndio uwanja. Taarifa nyingine tulionayo hapa, mpenzi msikilizaji wa Ushanga TV, Simba anacheza tarehe 18 na Ken Gold. Na Ken Gold mpaka sasa hivi hawajaingia kambini. Alafu wamebakiza almost siku 2. Yaani imebakiza almost siku moja mpaka sasa hawajaingia kambini. Wewe unazungumziaje Manuel? Mpira wetu ndio unaenda kupotea au ndio inakuaje? Kwa sababu yani sielewi shida nini. Kinachotokea kwa Ken Gold ni ile mentality ya timu, yani haipo kwa sasa hivi, kwa sababu sidhani kama kuna kitu ambacho unaweza kukipambania. Kwa sababu kwa mechi zilizobaki, hata kama wanapata matokeo ya ushindi kwenye mechi zote mbili zilizobaki, hakuna ambako kinawapeleka. Kwa timu kuingia kwenye kambi inawezekana wanaona kama wanapoteza muda, lakini
wangekubali kwamba hizi mechi mbili zilizobaki ni platform kwa wachezaji, kwamba kila mtu acheze aoneshe alichonacho. Kibaya zaidi kwamba ujiingia kambini afu unakwenda kucheza na timu kama Simba ambayo ina wachezaji wenye quality kubwa. Ni zaidi kwamba mnaenda kuandaa kwenda kufungwa magoli mengi zaidi. Kwa hiyo cha muhimu kwanza ilikuwa tu ni kurudi kambini, kwanza maandalizi kwa ajili ya mchezo. Moja ni kujenga heshima kwa taasisi kwamba tucheze sawa tupate matokeo. Inawezekana pia tukafungwa, lakini kwa heshima ya taasisi tucheze, hata kama tunafungwa tufunge goli chache. Lakini pia platform kwa wachezaji kwamba tucheze kila mtu aoneshe alichonacho. Kwa sababu mimi ninachokiamini kwamba siku zote timu ndio ambayo inashuka, lakini wachezaji hadi kushuka daraja. Kwa inawezekana timu ikashuka nembo ya timu, lakini wachezaji wakaenda kubaki. Kwa hiyo kichotokea kifanyiki kwamba timu irudi kwenye maandalizi ya kujiandaa na mchezo, moja kulinda lebo ya timu, lakini mbili pia ile kama platform kwa timu ya kuonesha kitu gani ambacho wanacho. Yaani inaonekana yaani mchezo ndio utakuwa mchezo wa yaani ndio timu, yaani Ken Gold ndio timu itakayefungwa magoli mengi sana ligi kuu msimu huu. Kwa sababu kweli ukiangalia kwamba timu sawa haiko pre-season, yaani haijaingia kwenye pre-season kujiandaa na mchezo. Lakini mimi sitoti naamini kwamba mchezo wa timu kubwa na timu ndogo mara nyingi mchezo unakuwa mgumu. Mara nyingine unakuwa mgumu kwa sababu hawa timu ndogo mchezo mkubwa wanaofanya kama platform ya kuonesha kile alichonacho, kwamba mimi nicheze nionyeshe kwamba nini ninacho. Kwa unakuta mtu anacheza anatoa kitu extra zaidi kuliko hata kile kitu ambacho alikuwa kikitoa kwenye mchezo ya nyuma. Ashai kuongeza Pepo kwamba unapocheza na timu kwa mfano ni Man City na Man U, timu ya Man City kupata matokeo mbele ya Man U ni rahisi kwa sababu unakuta Man U wanacheza kama timu kubwa, hawachezi kama timu ndogo. Tofauti na kama anapocheza na Man City na Crystal Palace, kwa Crystal Palace anaingia kwa kumheshimu zaidi Man City na kutokufungwa mchezo. Unakuta hata kwa Ken Gold watacheza hivyo kwamba tucheze kwa kuonyesha kile kitu ambacho tunacho. Lakini ukirudi kwenye ubora wa Simba inawezekana ikawa ni mechi ambayo inaweza kapeka tu magoli mengi kutokana kwamba Ken Gold wamekaa muda mrefu bila kucheza, na isitoshe pia mpaka sasa hivi pia wapo kambini. Bwana Noel amemaliza kwa kusema hivyo. Tunaenda mapumziko mafupi, tukirejea tunaendelea na ndia tetesi za usajili hapa. Ubaki nasi, unaweza kwenda kwenye YouTube channel yetu ukasubscribe, ukaandika Hussein, ukaandika Ushanga TV, ukasubscribe, ukacomment kiuzuri kabisa. Na kwenye mitandao ya kijamii mimi napatikana kama Hussein Ushanga 28 na mwenzangu anapatikana kama Noeli Mwaseko. Mitandao yote ya kijamii tunapatikana hivyo. Selenity's Best Indicator Company ni kikundi cha ujasiriamali kinachojihusisha na uzalishaji pamoja na usambazaji wa mikate aina ya ndizi. Mikate yetu inazingatia viungo vya asili kama vile mayai pamoja na maziwa. Isitoshe, bidhaa zetu hazina mchanganyiko wa kemikali yoyote ile inayoweza kusababisha madhara kiafya. Karibu Selenity's Best Indicator Company kwa bidhaa bora na rafiki kwa afya yako. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0616926070. Mpenzi msikilizaji wa Ushanga TV, tumerejea tena hapa kwenye kituo chako bora ambacho kinakupa update zote za kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na hapa sasa tunakupa tetesi za usajili ambapo tunagusa Azam, tunagusa Yanga, tunagusa Mtibwa Sugar, tunagusa Simba Sport Club. Na hapa habari kabisa tunazoangazia hapa ni habari za kwanza kabisa. Kuwa na simu mwanzo mpaka mwisho, unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Mimi natumia kama Hussein Ushanga 28 kwenye Instagram na Facebook na TikTok, inatumika kama hivyo, na mwenzangu anapatikana kama Noeli Mwaseko. Mitandao yote kabisa unaweza kutufuatilia kizuri kabisa, na ukaenda kwenye YouTube channel yetu ukaandika Ushanga TV, ukasubscribe zeni, ukacomment, utakuwa mtu wa maana sana, mtu wa nguvu sana. Endelea kuwa nasi na tunaanza na taarifa yetu moja mpaka mwisho. Bwana, taarifa tulizonazo hapa, Simba Sport Club bwana wamejitupa paka kule Al Hilal. Wanamtaka golikipa Issa Fofana. Huyu Issa Fofana ni golikipa wa timu ya taifa ya Ivory Coast. Bwana huyu tulimuona AFCON iliyopita na sasa hivi yuko ameitwa tena. Bwana Noeli, huu usajili ambao Simba wanaufuatilia amewekeza hapa Fadu ndo amemtaka mchezaji huyu kwa sababu msakama na kiwango alichoonyesha ni kiwango kikubwa, lakini wanaleta tena goalkeeper mwenye status kama hiyo ambaye alionayo na ni Elia Msakamara. Sababu Fofana ni goalkeeper mzuri, na hapa tunaona Ishimanula naye ameshaondoka.
Kwa hiyo wanataka walete golikipa namba 2 au golikipa namba 1 wa Simba, anaweza akapindua meza kwa Nanilia, kwa Msakamara, Issa Fofana. Ukiangalia daraja la Msakamara na alichokifanya msimu huu, sidhani kama Simba alikuwa na haja kwenda kutafuta golikipa mwingine. Labda kama anakuja yani kama anakuja kama backup, sidhani kama ni kitu sahihi. Na bado pia kumwachia Msakamara kuondoka kuja kwa Issa Fofana, bado sidhani kama kuna kitu ambacho atakuja kutengeneza kitu tofauti. Kwa sababu Issa Fofana nimemwona alikuja hapa na Yanga alicheza Dar es Salaam, lakini pia akaenda pia kule Kinshasa na Tupi Mazembe pia alicheza. Kitu anachokupa Msakamara mimi kwa hiyo ukimwangalia unaona ni golikipa ambaye sidhani kama ana kitu extra zaidi. Labda inawezekana pia mahitaji pia Msakamara yamekuwa makubwa, kwa sababu tunachojua alisaini mkataba mwaka mmoja. Inawezekana pia mahitaji yake yamekuwa ni makubwa, lakini kwa backup ya Issa Fofana inawezekana wakawa wanafanana kwenye zile level za udakaji, lakini pia kutoa kitu bora ndani ya kiwanja. Kwa mahitaji inawezekana mimi nikaona bado mahitaji ni yale yale. Labda kama Msakamara anahitaji kuondoka, lakini kama Simba wao ndo wanataka kuondoka, sidhani kama ni mtu ambaye atakia aende kubaki kwenye timu ili aende kusaidia timu, kwa sababu bado Issa Fofana mimi naona anatoa kitu kile ambacho anakitoa Msakamara. Bwana, taarifa tulizonazo au tunapomwangalia Issa Fofana, tumemwangalia mechi nyingi za CAF hizi. Umeona akiwa na Yanga ilikuwa anacheza na Al Hilal, tumemwangalia na Al so tunavyomuona ni mchezaji ambaye ana footwork kikubwa, anadaka vizuri, lakini Simba wanataka waongeze golikipa mwingine. Yaani Msakamara na Issa Fofana hawa ni wachezaji ambao yani sifa, yani wana sifa zote kama alivyosema bwana Noeli hapa. Yani wanafanana kila nanilia idara. Kwenye footwork Msakamara mzuri, Issa Fofana mzuri. Ukija kwenye kudaka wote wanadaka vizuri. Kwa hiyo si hapa tunategemea naona Msakamara kwa sababu alisaini mkataba wa mwaka mmoja. Naona Simba wameshinda kumbakisha kwa sababu amefikisha Simba finali ya nanilia. Finali ya shirikisho ambao kombe la shirikisho kafu. Kwa hiyo unaona timu nyingi zinamwangalia, timu nyingi ambazo zimemwona au Simba wametumiwa ofa nyingi au yeye kapata ofa nyingi kwa sababu anamaliza mkataba, ampata ofa kubwa zaidi amewekea Simba mezani. Simba wameshinda kuna nini? Ndio maana wanamtaka Issa Fofana. So mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV, unaweza ukatufuatilia zaidi, unaweza kaenda kwenye YouTube channel yetu kaandika Ushanga TV, ukasubscribe, then ukacomment, ukashare, ukaview vizuri kabisa kwa uzuri kabisa. Taarifa tulizonazo tena hapa bwana ni winga wa kimataifa wa nanilia Burundi kule. Burundi anacheza Al Hilal, huyu ni Kilimugisha. Bwana Kilimugisha, yani timu nyingi zimetuma ofa nyingi sana ambazo zikimtaka huyu winga ambaye Burundi ambaye anamaliza mkataba wake mwaka huu na Al Hilal. Kwa hiyo bwana Yanga Africans imetuma ofa hiyo kwa mchezaji huyu wakitaka huduma yake. Unaona Yanga kuwa watafaidika na mchezaji huyu kama wakinasa na ndia saini yake? Kilimugisha ukimwangalia na anavyocheza, daraja lake ni kubwa na anavyocheza. Kwa akija kwa ligi yetu hapa ndani inawezekana akasaidia sana, lakini kwenye level ya international bado mimi namuona ni mchezaji wa kawaida, kwa sababu bado Yanga wana watu ambao wanacheza pembeni na inawezekana namzidi uwezo hata wa Kilimugisha. Kwa mfano ukimwangalia Pacome kitokea pembeni, mimi nitakwambia ana impact zaidi kuliko Kilimugisha. Lakini pia ukimtazama pia Max, kwa hata ukimwangalia Max anavyocheza unaona bado anatoa kitu bora kuliko Kilimugisha. Labda kama utakuwa labda kuna mabadiliko kwamba mmoja anatoka mwingine anaingia, lakini kwa bado kwa namna anavyocheza Kilimugisha mimi sidhani kama ni mtu ambaye anaweza kaja kaongeza kitu. Labda kama kuna kupishana kama nilivyosema kwamba labda kama Pacome anatoka au Max anatoka afu yeye anaingia. Kwa yaani kama itakuwa ni hivyo inawezekana kaja kuongeza kitu, lakini kitu ambacho tunakitoa lesi kitu ni kile. Lakini ukienda kwenye level ya kupambana kwenye international zaidi kwenye mashindano ya CAF,
ukiangalia bado unaona ni mchezaji ambaye hata kati anacheza Al Hilal timu ilishia hatua ya robo finali. Alishawahi kuzungumza mtu mmoja kwamba tunapotaka kushindana na mataifa kama ya Nilia, ya Cairo na mataifa mengine ambayo yameendea kimpira, lazima tuwe na uwezo kuchukua wachezaji kutoka kwao. Kama wao wanaweza kuchukua wachezaji kutoka kwetu, na sisi pia tuwe na mabavu kwenda kuchukua wachezaji kutoka kwao. Lakini wachezaji ambao tunawachukua huko Al Hilal, ASEC Mimosas, na wachezaji ambao tayari hata wao masharti yao kupambana mara nyingi ukuta wamekuwa wakishasi sana sana robo finali au nusu finali. Kwa hiyo ili at least na sisi tuanze kusogea kwenye mashindano ya kimataifa, at least tuwe na uwezo hata kwenda kuchukua wachezaji mataifa ambayo yameendea kimpira, mataifa hasa ya Uarabuni, lakini pia hata South Africa. Lakini kwa level ya kuchukua wachezaji Al Hilal na Ivory Coast, Ghana, bado tunaendelea kucheza pale pale robo finali sana sana, na tukaenda sana mbali basi nusu finali. Kwa ligi ya ndani inawezekana kaja kaongeza kitu kama kutoka kuna mpishano wa mtu mmoja kutoka kama ni Pacome au ni Max. Lakini bado kimataifa sidhani kama anaenda kuongeza kitu, kwa sababu bado daraja lake wachezaji bado Yanga wapo. Mtu kama Pacome pia Max yupo, ambao bado wameshindwa kupeleka Yanga hata nusu finali kwenye mashindano ya CAF. Bwana, taarifa tulizonazo hapa au nilizopokea muda mfupi hapa bwana, Pacome na Max wako paka 2027 hapa. Sasa unaposema naona kupishana kwa kupishana au ili watoke au mmoja wao toke ndio ingie na ingia Kilimugisha. Hiyo bwana wanaposema wenyewe hiyo bwana, hapana. Max na Pacome wapo paka 2027. Je, Kilimugisha atakuja acheze wapi? Sasa kwa sababu Pacome yupo kama walivyosema, Max pia yupo, mimi naweza nikasema sioni nafasi ya Kilimugisha, kwa sababu end product ambayo anakuwa Max akiwa uwanjani na Pacome ni kubwa zaidi kuliko ya Kilimugisha. Ni mchezaji ambaye mimi nikamuona ni kama ni mchezaji ambaye inawezekana akawa ni zaidi ni umachachari, lakini ule watali kwenye end product Max na Pacome wako juu. Kwa nafasi ya kucheza sioni, labda kama atakuwa backup. Lakini kwa sababu mpira wetu sasa hivi au mpira hapa duniani sasa hivi tunaangalia wachezaji ambao ukimsajili inakuwa ni project ya muda mrefu. Unaweza kumsajili sasa hizi kwa kiasi kidogo, lakini baadaye ukaja ukamuuza kwa ndela kubwa. Kwa nini? Kwa sababu ulimchukua akiwa mdogo, ukamtunza ukamkuza. Kilimugisha yeye kwa nani ana miaka 21. Kwa hiyo kama ana miaka 21 ni bado mchezaji ambaye ana umri mdogo na ana muda mrefu wa kucheza kuzidi kina Pacome, kina Max ambao wameshafikia level ya juu kabisa, ambao unajua kabisa huyu ana umri mkubwa, kwa hana miaka 5 mbele. Umeona? Kwa hiyo kama Pacome ana miaka 28, maana yake miaka 28 ana miaka mingapi hapo? Kwa hiyo aweze akafikisha miaka 35 amesha nanilia. Kwa hiyo Kilimugisha na miaka 21, kwa bado ana umri mdogo. Kwa hiyo naona kama wanachukulia, naona hii hapa tuchukue ile zao itakuja itupe kiasi kikubwa baadaye. Kwa hiyo hiyo ndio itakuwa kama nanilia. Kwa hiyo kama ndio Yanga target yao hiyo, lakini kama target yao ili Kilimugisha aje kufight aipeleke Yanga finali au ndio nusu finali, lakini kama kwa target ya baadaye zaidi hapo sawa, na hapo itakuwa good zaidi. Kwa taarifa nyingine tulinao hapa Yanga tunatulia. Kuna Damaro Kamara na Soa. Huyu Jonathan Soa ni mchezaji wa zamani. Huu ni mchezaji wa zamani wa Mediama ya kule Ghana kule. Sasa ni mchezaji wa Singida Black Star na Damaro bwana from Guinea kule ambako anakotoka Msakamara. Hao bwana wachezaji hao wamewavutia sana Yanga. Huyu Damaro ni kiungo mkabaji namba 6, afu hapa Soa ni mshambuliaji. Bwana Soa amekuja tu msimu huu na magoli 12. Yaani ni what player, ni player ambaye ni mshambuliaji ambao unajua kabisa mshambuliaji fulani hivi. Na Damaro Kamara pale Singida Black Star anakichafua. Kuna Nation yuko pale na yeye wanakichafua sana. Kwa hiyo Yanga bwana wametuma ofa hizo kwa Soa na Soa na Kamara. Je, kwa wachezaji wawili ambao wamewatumia ofa, Yanga watakuwa wako sehemu nzuri au watakuwa ni wenyewe ndo kama hivyo, au ndo kama imperform huko Singida Black Star kwa kija Yanga anapoa? Kwa sababu tunaona
tunaona wachezaji wengi anaperform vizuri afu akija timu kubwa Yanga au Simba anadaibwera. Wewe unaizungumziaje kwa wachezaji wawili ambao wananielewa? Before kwanza usajili, mimi nasemaga ni kama mtu ambaye anabeti. Unaweza kumpa mchezaji kwenye timu ambayo alikuwa anafanya vizuri akaja kwenye timu yako akashinda kutoa kitu bora. Sheptokea Onana alikuja akiwa mchezaji bora pale Rwanda, lakini alikuja kwenye ligi yetu alishindwa kuonyesha kitu bora. Wapo wachezaji wengi sana ambao huwa wanafanya vizuri kwenye ligi zingine, lakini akija kwenye ligi nyingine pia anashindwa kufanya hivyo. Lakini pia hata kwenye timu, mtu anatoka timu moja akiwa anafanya vizuri, anaenda kwenye timu nyingine pia anashindwa kufanya vizuri. Kwa upande wa Soa, ukimwangalia mchezaji ambaye ameingia dirisha kubwa la usajili, dirisha dogo la usajili, yaani baada ya ligi kuanza amekuja kuingia zile mechi 15 za mwisho. Kwa alichokionyesha ni kitu ambacho sidhani kama kuna timu ambayo haihitaji kwa naye. Ukiangalia Yanga striker ambao walikuwa nao, wana striker kama Prince Dube, ni striker mzuri, lakini kwa namba ambazo kwa kitu ambacho amekionyesha Soa msimu huu, naamini kama akienda Young Africans na akaendelea na form ambayo alionyesha msimu akiwa na Singida, naamini anakwenda kuongeza kitu. Lakini ambacho nilikuwa nakitegemea zaidi, kama Mzize ataendelea kuwepo, sidhani kama kuna haja ya kuwa na mastrika wawili wa kizaa. Hizo basi Dube apungue afu Soa aingie. Lakini kama utakuwa kitokea kama Mzize akaondoka, basi utakuwa kuna lazima Soa kuingia kwenye eneo la kushambulia. Bwana, kwa taarifa tulizonazo bwana, Soa anatakiwa ampishe, yani nanilia Msonda anatakiwa ampishe Soa. Soa ndo ambaye anampisha Msonda, sio Mzize ndo ampishe Msonda, sio Mzize ndo ampishe Soa, lakini Msonda ndo anatakiwa ampishe Soa. Kwa sababu Msonda ndo ambaye anatakiwa ampishe Soa ikitokea. Inakuwa ni kitu kizuri kwa sababu unakuwa na mastrika ambao wote ukiangalia level zao za kufunga zinafanana, kwa sababu msimu huu Msonda ameshindwa kutoa challenge kwenye eneo la striking force, kwa sababu amekuwa akionekana zaidi mara nyingi akianzia benchi kutokana na kile kitu ambacho anakionyesha Prince Dube. Lakini kwa Soa na anavyocheza, Soa naweza nikasema ni striker mkatili ambaye anajua kutumia nafasi. Kwa kama akienda Young Africans, na mimi atakwenda kuongeza ushindani zaidi kwa Prince Dube. Mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV, unaweza ukatufuatia kwa mitandao yote ya kijamii. Mimi Instagram natumia kama Hussein Ushanga 28. Unanipata kiuzuri kabisa huko Facebook, TikTok, na mwenzangu anapatikana kama Noeli Mwaseko, Instagram, Facebook, kote kabisa anapatikana hivyo. Bwana, kwa Yanga hapa tunamalizia na mchezaji tena wa Singida Black Star, huyu ni Asa Bada. Huyu bwana ni mchezaji mpaka sasa hivi wamebakiza mechi 3, wamebakiza mechi 2, Singida Black Star na assist 8 na na goli 4. Na Yanga wanamtaka, na huyu ni namba 10. Kwa hizi namba alizonazo hizi anaweza kuchezea Yanga au Yanga wako sahihi kumtafuta. Kwa hiyo tunaweza tukasema hili ni zao zuri la Tanzania, kwa sababu huyu ameshabadilisha uraia. Huyu ni Mtanzania halali kabisa, badilisha uraia kutoka Ivory Coast paka kuwa ananizia Mtanzania. Kwa hiyo Yanga watakuwa wamelamba dume au Yanga au atatoka pale au makali alionyesha msimu huu anaweza kaonyesha na msimu ujao akiwa Yanga Africans. Kwa msimu amekuwa na performance bora ukimwangalia kwenye timu ambayo anacheza. Lakini tukirudi pale Yanga, namba 10 ambaye alikuwepo ni Stefan Zikia ambaye tayari ameshaondoka. Aliyebakia ni Chama Clatous ambaye pia hatuwezi kujua kama ataendelea kuwepo kwenye timu au pia ataondoka. Lakini pia tetesi zilizopo ni kama Faisal pia anaweza karejea kwenye namba 10 pale Young Africans. Kwa hiyo ukimwangalia, kwa sababu ni mzao, inawezekana asiwe na shida na akaenda kuingia mdogo, lakini kwa wachezaji ambao Young Africans ambao walionao mpaka sasa hivi, ukimwangalia Clatous Chama ambaye yupo, lakini pia Faisal pia ambaye kama ikitokea ameingia, ninaamini wachezaji ambao watakuwa wanapata zaidi nafasi kuliko Sabada. Zaidi nikimuona kwamba yeye ataendelea zaidi kujifunza kwa wawili, Clatous Chama, lakini pia Faisal, sababu wachezaji ambao tayari wameshaonyesha nini ambacho wanacho. Ngumu sana kwa timu kama Young Africans kwanza kumwamini mtu, kwanza kumpa mtu nafasi aonyeshe alichonacho. Zaidi ni kuendelea na wale ambao wapo, Chama na Faisal kama ataendelea kuwepo pale Young Africans. Lakini kwa Sabaya ni kwamba ataendelea kuingia mdogo na kuendelea kujifunza, kwa sababu ukimwangalia namna anavyocheza Chama eneo namba 10, kwa mwalimu ni ngumu kwenda na Asabada kati Chama yuko, lakini pia ni ngumu pia kumwacha bench afu kwenda na Asabada. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye ataendelea kuwa backup kama akienda Young Africans, au mtu ambaye ataendelea kujifunza zaidi, lakini sio kwenda kwenye timu moja kwa moja.
Bwana Noeli Mwaseko amesema kuwa hasa baada akienda Yanga yani lazima atasubiri, kwa sababu pale kuna chama na kuna tetesi za kuingia kwa Faisal. Huyu bwana ni Mtanzania hodari ambaye wanamlilia vilabu vingi hapa Afrika. Kwa hiyo kama akiwepo yeye hasa baada ataendelea kubaki kama mbadala wa Anandia, wasubiria umie au atoke ndo ndiye aingie. Tunaenda mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja kufunga na Aishi Manula na Jan Bareke. Kana si mwanzo mpaka mwisho, unaweza kufuatilia mitandao yote ya kijamii. Napatikana kama Huseni Ushanga 28 na mwenzangu anapatikana kama Noeli Mwaseko mitandao yote ya kijamii. Na unaweza kwenda kwenye YouTube, channel yetu Ushanga TV, ukasubscribe, ukacomment kiuzuri kabisa. Mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV, tumerejea tena kwenye kituo chako bora kabisa ambacho kinakupa update zote za kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Uko nami Hussein Hamisi Ushanga, niko na mwenzangu hapa Noeli Noah Mwaseko. Huyu bwana taarifa tulionayo hapa au tetesi tulionao tena bwana, Azam FC wamemalizana na Aishi Manula. Huyu bwana ni mchezaji wao, ni misimu 5 iliyopita huko nyuma, misimu 8 sio mitano, 8 iliyopita huko nyuma alikuwa mchezaji wao. Wameamua wamrudishe Azam bwana, wamemrudisha golikipa wao baada ya Mohamed Mustafa. Huyu bwana ni Msudani kwa kumalizika kwa mkataba wake na kutokuonyesha kiwango bora ambacho alikionyesha msimu uliopita. Amefungwa magoli mengi ya ajabu. Kwa hiyo wameona Azam FC, uongozi wa Azam FC, anayefaa zaidi ni Aishi Manula. Huyu bwana ni goalkeeper wa Tanzania, ametoka Simba Sport Club, na hapa Azam FC watakuwa wako sahihi kwa Aishi Manula kumfanya kama kuwa goalkeeper wao, na huu ndio usajili wa kwanza kabisa kwa wenyewe. Bwana Noel, hii imekaaje? Huyu unazungumziaje Aishi Manula kwenda Azam? Baada ya kuondoka Aishi Manula kipindi cha misimu nyuma kama misimu 5 kama nilivyozungumza, hata hapo mpita magolikipa wengi sana ambao walishindwa kuonyesha kitu bora. Kidogo alijaribu yule Razaki Abalula alitoka Ghana, yule kidogo alijaribu kuonyesha kitu ambacho inawezekana tukaanza kuamini kwamba inawezekana hata mwakamsawa Aishi Manula. Lakini wengi waliopita pa katikati wamekuwa wanaona kabisa bado, yani wanashindwa kuitetea ile nembo ya Azam. Na kama tukubali kwamba pamoja na Aishi Manula kwa nje kwa msimu, pia msimu uliopita kwa na timu nzuri, hakuwa na wakati mzuri, lakini ndio golikipa ambaye kwa mimi lazima ni golikipa bora zaidi wa kizawa. Ukiachana na hao wote wakina Alisalim, lakini golikipa ambaye mimi kwangu ni golikipa bora muda wote ni Aishi Manula. Kwa kurejeshwa kwa kurudi Azam, naona ni kitu kizuri, kwa sababu Azam kwenye eneo hapo amestruggle sana kwa muda mrefu, na kurejea kwa Aishi Manula kwenye kikosi cha Azam mimi naamini ni kitu bora zaidi, kwa sababu sio faida kwa Azam tu, ni faida mpaka kwa timu ya taifa. Kwa timu ya taifa kutokuwa na golikipa ambaye anaanza kwenye kikosi cha kwanza ni kitu ambacho ni cha ajabu sana, ambacho hata mataifa mengine ambayo yanacheza mpira yanashangaa. Ni ngumu sana kukuta golikipa ambaye anaanza timu ya taifa anakuwa ni golikipa namba 2 kwenye timu ambayo anacheza. Kwa hiyo kurejea kwa Aishi Manula kwenye kikosi cha Azam kwanza ni faida kwa Azam, kwamba kwanza mpata golikipa mzuri, lakini pia ni faida pia kwa timu ya taifa, kwa sababu ni golikipa ambaye ana uwezo mkubwa, na naamini pia Azam pia atakuwa namba dume zaidi. Bwana Noeli amesema Azam wameamba dume kwa Aishi Manula kwa sababu rekodi alizoziweka ni rekodi nyingi sana. Amefikisha Simba Sport Club misimu 4 robo finali akiwa endo kama anaingia golikipa, afu Aishi Manula ndo yani wamelamba dume kwa sababu Aishi Manula endo tunasema golikipa wa kizawa ambaye ana mataji mengi. Kwa hiyo Azam FC amechukua mchezaji ambaye ana experience nzuri, ambaye analijua soka la Tanzania. Kwa hiyo Azam FC wamepata mchezaji mzuri ambaye anaweza kaongoza msimu kesho na tukaona mambo mazuri sana.
taarifa ya mwisho kabisa tulionayo hapa bwana, Mtibwa Sugar bwana wamepanda kwa kishindo, na wanasema hawajapewa hela yao ya kupanda ligi kuu, na wameanza na nielia usajili wa kwanza walioanza nao kabisa ni wa Baleke. Huyu bwana Baleke ni mchezaji wa zamani wa FC Vita, wa Simba Sport Club na wa Young Africans. Bana Yanga walimuacha ili dirisha dogo, wakasema nenda bana nenda ukatafute timu, kwa sababu gani haujatoa kitu bora ambacho tulikuwa tunakitaka sisi. Wakamwacha huyu bwana Baleke akaingia mtaani, akaanza kupiga na nilia ndondo. Cha ajabu na cha kusikitisha, cha kusikitisha hana timu karibia miezi 6, lakini Mtibwa Sugar wenyewe ndio wameona kitu kizuri ambacho wanaweza wakavutiwa nacho na wanaweza wakanania. Shida tunasema ni mifuko ya hivi vilabu vidogo ambao vinapanda na nilia daraja kuja, kwa sababu ukitaka kucompete kwenye ligi kama ukompete na Yanga, ukompete na Simba, ndio uchukue wachezaji ambao hawajaachwa, na wewe ndio gombanie. Sio mchezaji ambaye yuko free na ni agent mtaani, wewe ndio unamchukua ili wewe ndio unamchukua wewe ndio unamchukua afu unamchukua mategemeo yako usishuke na nilia daraja, upate matokeo na nilia mazuri, upate matokeo mazuri na compete na Yanga. Hilo ni jambo gumu sana. Kwa hiyo kwangu mimi Mtibwa Sugar hawajafanya kitu ambacho kinachostahili. Wangeweka pesa mezani wakaenda kutafuta na nilia wachezaji, ndio tunarudi kule wanakuwa kama kina Ken Gold au wanapanda ligi kuu, hawafanyi usajili mzuri, wanaogotogota wachezaji ambao wameachwa na ndia vilabu vikubwa, wenyewe ndo wanawachukua kwa sababu wao wachezaji alioacha na timu kubwa. Yani anahitaji popote pa kujiegesha ili aendeleze maisha yake ya nini ya kisoka. Kwa hiyo kama ndio hivyo tunavyofanya ligi yetu, tunazidi kuipoteza, na hizi vilabu vinavyopanda na nilia daraja vinazidi kudidimia. Leo hii amepanda na nilia daraja, anasajili mchezaji kama Gianni Chazi Baleke, akija ligi kuu akicheza, akishuka daraja yanakuwa ndo yale. Kwa hiyo ushauri wangu mimi kwa vilabu vinavyopanda ligi kuu hivi, vinatakiwa visajili wachezaji ambao wana quality, ambao wanaweza wakakompete na Yanga na Simba. Sio kumsajili unaangalia jina, huyu bwana alichezaga Simba, chezaga Yanga. Mtu ana zama zake, mtu anacheza Simba, anacheza Yanga, afu baadaye anakuja anashuka kiwango, unakuja unamchukua wewe, unategemea upate ushindi, unategemea ukompete na Yanga na Simba na Azam na Singida Black Star. Kwa hiyo haifai kabisa bwana. Ulikuwa nami Hussein Hamisi Ushanga kama mchambuzi wako. Nilikuwa na mwenzangu Noeli Mwaseko. Unaweza kutufuatia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Nilikuwa kwenye mitandao yetu ya kijamii napatikana kama Hussein Ushanga 28, na mwenzangu anapatikana kama Noeli Mwaseko. Unampata kwenye mitandao yetu ya kijamii yote kabisa. Usisahau nenda YouTube, andika Ushanga TV, zeni usubscribe, ucomment kiuzuri kabisa, utakuwa taarifa zetu zote tunapozitoa wewe ndio unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuzipata na kuziangalia. Fuatilia kituo chako, hichi ndio kituo bora kabisa ambacho kinakupa habari zote za kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Tutaonana wakati mwingine tena.